Mikopo kwa wakulima, mifumo au modalities ya mikopo inayotolewa kwa wakulima, changamoto za mikopo inayotolewa kwa wakulima, pamoja na ufumbuzi wa kitaalamu juu ya hii mikopo inayotolewa kwa wakulima. Nianze kabisa kukueleza kwanza namna au modalities au mifumo ya kawaida ambayo ilishazoeleka wakulima wanapata mikopo kwa njia hiyo. Njia ya kwanza kabisa ambayo ilishazoeleka wakulima wanapata mikopo ni kwa njia ya rehani ya mali. Rehani ya mali walizonazo, collateral based lending. Mfano inaweza ikawa nyumba au rehani ya kiwanja au mali nyingine. Mara nyingi ni mali zisizohamishika, na hizo mali kigezo cha kuziweka zitumike kama dhamana ni hatimiliki ya ile mali anayomiliki mkulima. Njia ya pili ni kupitia vikundi vya wakulima, group lending. Wakulima wanapata mikopo kutokana na magrupu ambao walishajiunga, vikundi mbalimbali vya wakulima, kwa mfano SACCOS na vingine. Njia ya tatu ambayo wakulima wanapata mikopo ni kwa njia ya mkopo wa pembejeo, input based credit. Mkulima badala ya kupewa pesa keshi, pesa taslimu, anapewa mbolea au anapewa mbegu au zana zingine zinazotumika kwenye kilimo. Njia ya nne ambayo wakulima wanaitumia kupata mikopo ni kupitia mikopo ambayo wakulima wanapewa afu analipa mwisho wa mavuno, seasonal repayment model. Njia ya tano ambayo wakulima wanaitumia kupata mikopo, ambayo mara nyingi imekuwa haitumiki sana kutokana na kwamba mkulima haweza kapata mkopo unaotosheleza kwenye kuendesha shughuli nzima za kilimo chake, kutokana na kwamba ile aina ya mkopo hawezi kutolewa kwa kiasi kikubwa. Yani mkulima anataka pesa nyingi ili aweze kuwekeza kwenye kilimo chake. Hiyo njia ni njia ya digital au njia kupitia mitandao ya simu. Hiyo mara nyingi wakulima wengi, nimeshafanya utafiti baada ya kuweza kuwatembelea wakulima mbalimbali, wengi wamesema hiyo mikopo hawaitumii, ila ni njia ambayo wakulima wanapata mikopo midogo midogo kwa kipindi hiki. Changamoto za hii mikopo wanayopewa wakulima. Ndiyo, wakulima wanapewa mikopo kwa hizo njia ni hizo kueleza hapo mwanzo, ambazo ndo zinatumika sana kwa kipindi hiki, lakini hizo njia zina changamoto zake ambazo zinafanya baadhi ya wakulima washindwe kupata hiyo mikopo, baadhi ya wakulima wapate mikopo midogo ambayo inashindwa kutimiza uwekezaji wao na mahitaji yao mengine. Changamoto ya kwanza ni mikopo ya muda mfupi isiyoendana na muda wa uzalishaji. Mikopo inatolewa, labda mkulima anapata mkopo wa tunasema miezi 6, ile mikopo ambayo mkulima analipa baada ya kuvuna. Baada ya mavuno mkulima anatakiwa aanze kulipa. Hii mikopo imekuwa ina changamoto hii, muda unakuwa hautoshi. Mkulima amekopa mkopo kwa ajili ya kulipa baada ya miezi 3 hadi 6. Kumbuka mazao aliyopanda, hizo unaweza kukuta ni mahindi, ni alizeti, ni maharage au ni mpunga, vinakomaa kuanzia miezi 4 mpaka 5. Na hapo vitakapokomaa haimaanishi ataenda kuvuna shambani kwenye hiyo miezi 4 hadi 5. Lazima asubiri yale mazao yake yakauke ili hata akivuna yasiweze kuoza, ambapo mchakato huo wa kwenda kuvuna na kupeleka nyumbani unakuta tayari imeshafika miezi 6 ambayo ilitakiwa arudishe mkopo kule. Ndani ya hiyo miezi 6 mkulima atakwisha vuna, kuna hatua zinaendelea, hatua za kupiga, kama ni kupukuchua yale mahindi. Baada ya hapo aanze kutafuta soko, na unakuta hicho kipindi cha mavuno soko unakuta sokoni bidhaa au hayo mazao aliyoyazalisha bei yake imeshuka. Kwa sababu gani? Ni kipindi cha uzalishaji, mazao yanapatikana mengi. Kama ni mahindi hapo ya kutosha, ni mpunga upo ya kutosha, maharage hapo ya kutosha, alizeti ipo ya kutosha, na huku anatakiwa akalipe mkopo. Kinachofanyika ni nini? Ili kuweza kuondokana na faini za mkopo aliyokopa, inamlazimu
inamlazimisha huyo mkulima auze mazao yake kwa bei hiyo hiyo ndogo ili aweze kurudisha mkopo. Sasa anapouza kwa bei ile ndogo, je, faida anayobaki ni kiasi gani? Unaona, anakuwa hana chochote. Changamoto ya pili ni elimu ndogo ya fedha za mikopo kwa wakulima. Sasa kinachotokea, hizi taasisi zinazowapa wakulima mikopo, zinawapa mikopo, haziwaongezei elimu ya ziada au haziambatanishe elimu ya ziada kuhusu matumizi ya ile pesa ambayo imepatikana kwa njia ya mkopo. Hivyo wakulima wengi wamekuwa anaitumia hiyo mikopo ni kama vile pesa yake, anasahau kwa hii pesa nimeichukua kwa mkopo, kuna muda natakiwa nirudishe, kitu ambacho imekuwa ni changamoto kubwa. Mkulima anatumia pesa kama vile ya kwake, anaingiza hiyo pesa hata kwenye matumizi mengine ambayo hayaendani na uwekezaji wa kilimo. Anakuja anajikuta kwenye kilimo amewekeza kidogo, akiwekeza kidogo anachokuja kuvuna ni kidogo, kwa anashindwa kurudisha mkopo wake uliokamilika, ambao kitu ni changamoto kubwa kweli. Changamoto ya tatu kwenye hii mikopo inayotolewa kwa wakulima ni dhamana, ukosefu wa dhamana rasmi. Nimekuja kuongea na wakulima mbalimbali. Wakulima mara nyingi hawakai mjini, wakulima huwa wanakaa nje kidogo na mji. Sasa ukija ukiwafuata wale wakulima ukiwauliza, je, ni wangapi wana hati miliki za nyumba zao? Ni wangapi wana hati miliki za mashamba yao, ambavyo hivyo vitu ndio vinaweza kuwasaidia kupata mkopo? Unakuja unakuta kati ya wakulima 10 unaweza ukakuta ni 2 au 1 au 3 tu ndio ana hati miliki ya hizo nyumba au shamba, wengine wote hawana. Ardhi wanazolima ni ardhi za ukoo, ardhi ambazo hazijaandikishwa. Sasa kwa modality hiyo hapo, je, hao wakulima wanasaidikeje kupata mkopo? Hawana hati miliki za nyumba zao ambazo wangeweka kama dhamana, hawana hati miliki za mashamba yao ambayo wangeweka kama dhamana. Ni changamoto kubwa. Changamoto ya 4 ni riba kubwa isiyoendana na uzalishaji uliopatikana kwenye kilimo. Riba kubwa ambayo haiendani na kile alichokizalisha mkulima. Mikopo inatolewa kwa wakulima. Labda mkulima anapewa mkopo kwa mwaka mmoja, anaambiwa anatakiwa arudishe riba 15%. Sasa ukija ukiangalia anachokizalisha, ndio kweli atapata faida, ila ile faida sasa ukitoa mkopo atakaolipa pamoja na ile riba yake, ukaja ukajumlisha muda ambao ameutumia kufanya kazi, na unakuta hamna chochote. Kile atakachobaki nacho ni kidogo sana, ambacho hakiwezi kufanya aendeleze uwekezaji kwenye kilimo kwa msimu mwingine pasipo kwenda kukopa tena benki au taasisi nyingine zinazokopesha. Kwa ni kama anazalisha kwa ajili ya kulipa mkopo. Akishalipa mkopo, ili azalishe tena anatakiwa arudi akachukue mkopo mwingine. Ni changamoto sana kwenye kilimo. Changamoto ya 5 ya hii mikopo inayotolewa kwa wakulima ni bei ya mazao kubadilika. Price fluctuation. Leo bei ni hii, kesho ni hii. Yaani hakuna stability ya bei sokoni kwa bidhaa za kilimo. Mkulima amezalisha akitegemea mwezi wa 6 wa 7 atauza bei ambayo ilikuwepo mwezi wa 12 au mwezi wa 1. Ni kitu ambacho kwa masoko ya hapa Tanzania bei ya product za kilimo imeshindwa kuwa stable. Yaani ni kubadilika kila siku, either msimu wa mavuno ukiisha bei inapanda, msimu wa mavuno ukikaribia bei inashuka. Na changamoto ya 6 ambayo wakulima wamelalamika ni kwamba mikopo wanayopewa haizingatii majanga yanayotokea kwenye hii sekta ya kilimo, majanga ya asili haizingatii. Mkulima amepewa mkopo pasipo kujali huu mwaka labda umekumbwa labda na janga la wadudu waharibifu shambani, mikopo haiangalii kitu hicho. Huu mwaka mvua ni chache, haiangalii kitu hicho. Kwa hiyo hii mikopo imekuwa sio flexible. Ni mikopo ambayo yani ile amount ambayo mkulima anatakiwa alipe kama marejesho imekuwa fixed. Wameifix, hawabadilishi kulingana na msimu ulivyobadilika. Hii ni changamoto ambayo wakulima wamelalamika. Mkulima amezalisha kidogo, amepata kidogo kutokana na hali mbaya ya msimu,
bado marejesho ya mkopo wake anatakiwa alipe yale yale. Mkulima amezalisha sana, bado marejesho yanabaki yale yale. Hii ni changamoto kwenye mikopo wanayopata wakulima. Baada ya kukusanya hizi changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo wakulima kutokana na mikopo wanayopewa, ikabidi sasa nitumie hizo changamoto kuja na mfumo mzuri kwamba mikopo ya kilimo inatakiwa iweje. Modality ya mikopo inayotolewa kwa wakulima inatakiwa iweje kulingana na changamoto walizonazo, ili wote waweze kunufaika na mkopo. Yaani tunataka mkopo uwe adaptive kwa mkulima, mkopo uwe sustainable, mkopo uwe unahimilika kiasi kwamba mkulima anakopa kwa hali yoyote itakayotokea, bado mkulima anaweza kulipa marejesho ya ule mkopo wake aliyokopa. Mikopo ya wakulima inatakiwa iunganishwe moja kwa moja na mchakato wa uzalishaji. Mikopo ya wakulima inatakiwa iunganishwe moja kwa moja na michakato ya uzalishaji. Nikaja na modo au mfumo ambao unasema production linked adaptive model. Production linked adaptive model, mfumo ambao utawasaidia wakulima kupata mikopo na kuweza kuwa himilivu kwenye hiyo mikopo walioipata. Na hii model niliyoitengeneza ili iweze kuwasaidia wakulima kupata mikopo ambayo ni adaptive kupitia changamoto ambazo nimezikusanya kutoka kwao, nikaitengeneza nikaipa jina ni Sangu Agri-Finance Adaptive Model. Sangu Agri-Finance Adaptive Model, ambayo ni model ambayo nimeitengeneza kupitia changamoto walizozitoa wakulima kwa mikopo wanayopata. Ni ugumu gani wanaopitia kupitia ile mikopo wanayopata, na inatakiwa iweje hiyo mikopo wanayopata wakulima ili waweze kubenefiti na hiyo mikopo, pia waweze kufanikiwa kurejesha marejesho ya hiyo mikopo bila tatizo lolote. Hii model Sangu Agri-Finance Adaptive Model SAFAM nimeleta vipengele vikuu vitano vinavyounda hii model ya SAFAM, yani Sangu Agri-Finance Adaptive Model. SAFAM imekuja na vipengele vikuu vitano ambavyo vitaweza kufanya mkopo anaopata mkulima uwe bora. Kwa nini kifupi cha hii model nimeita SAFAM? SAFAM maana yake imetokana na Sangu Agri-Finance Adaptive Model. Pia hii SAFAM imetokana na kifupi ya vile vipengele vikuu vitano ambavyo vitamsaidia mkulima kupata mkopo ambao ni himilivu au mkopo ambao ni sustainable kwenye shughuli za kilimo. Kipengele cha kwanza nikasema, moja, mikopo iwe linganifu na msimu wa kilimo, seasonal alignment. Nikaiweka S kifupi chake. Mikopo iwe linganifu na msimu wa kilimo. Sio mkulima anapewa mkopo afu mkopo unaishia katikati, hata mkulima hajafika stage ya kuvuna kiasi kwamba amepata faida au ameshauza mazao yake kwamba anaweza kulipa marejesho. Mikopo iendane na muda wa uzalishaji. Maana inafahamika kawaida, ipo in reality, kilimo kinahitaji pesa kabla hakijakupa pesa, na ili kikupe pesa kinahitaji muda. Hata huo muda kinavyokupa pesa hakikupi muda wote, kilimo kinakupa pesa mwishoni. Kwa mwanzoni utatoa pesa, mwishoni kitakupa pesa. Huo ndo mfumo wa kilimo kilivyo. Hivyo basi mikopo inayotolewa kwa wakulima itolewe kwa misingi hiyo, kwamba mkulima alipe mwishoni anapovuna. Kwa muda wa mkopo unatakiwa uangalie muda ambao mkulima atakwisha maliza shughuli zake za shamba. Hii model ya Sangu Agri-Finance Adaptive Model ikaja na suluhisho kwamba mikopo, marejesho ya mikopo ya kilimo yafanyike mwisho wa mavuno. Marejesho ya mikopo ya kilimo yafanyike mwishoni mwa mavuno. Huo mkopo ambao utakuwa na vigezo hivyo utakuwa umesaidia sana wakulima kuweza kuhimili kurudisha mikopo yao. Kipengele cha pili cha mkopo himilivu kwa mkulima.
mkopo usitegemee tu rehani peke yake, bali uzalishaji wenyewe utumike kama dhamana. Mkopo usitegemee rehani peke yake, bali uzalishaji wenyewe utumike kama dhamana. Asset light lending. Njoo tuangalie kwa research nilofanya, kwa tafiti nilizofanya kwenye mikoa kadhaa, Rukwa, Songwe, Mbeya hadi sasa hivi Morogoro, nimekuja kugundua kwamba wakulima walio wengi hawana hatimiliki za nyumba zao. Wakulima walio wengi hawana hatimiliki za mashamba yao. Lakini licha ya kukosa hatimiliki, mashamba wanayo makubwa tu na wanazalisha vizuri kabisa. Sasa wakulima kama hao, ikitokea ameshindwa, sasa kuna labda msimu umetokea, mambo hayajamwendea vizuri, anashindwa kulima kutokana na kwamba anakosa msaada wa kifedha. Ngoja tuchambue uzalishaji wa huyu mkulima bwana. Mkulima anamiliki eka 5, lakini zile eka 5 zile ni mashamba ya ukoo, ni mashamba ambayo hayajaandikishwa, hana hatimiliki. Kwenye hizo eka 5 ukiangalia uzalishaji, anaweza kuzalisha hadi tani 5 mpaka 10 anafika. Unaona? Lakini sasa ukija ukiangalia huyo mkulima, ukija ukifanya analysis ya miaka labda 5 nyuma, misimu 5 aliyolima, utakuta yule mkulima uzalishaji wake, kipato anachokipata, ana consistency. Unaona? Unakuta labda unaweza kukuta labda tunasema ndani ya ile misimu 5, msimu wa kwanza alipata labda tani 5, msimu wa pili akapanda tani 6, msimu wa tatu labda ikatokea labda hali ya hewa ikukaa vizuri, labda ukatokea labda mvua zilikuwa chache, akashuka akapata 5, msimu wa 4 akapanda tena, kaja akapata 6.5, msimu wa 5 akapata 6. Sasa ukija ukiangalia mkulima kama huyo, uzalishaji wake unaona kabisa, ukiangalia historically ndani ya hiyo misimu 5, unaona ana consistency ya uzalishaji, kiasi kwamba hata ukija ukifanya analysis ya kiuchumi, ukaja ukatafuta average ya uzalishaji wake, yani wastani wa uzalishaji wake, unakuja unakuta, ukitafuta wastani utaangukia pale pale labda 6 au 5 tani kwa kila msimu. Hasa kama uchumi umesha prove mkulima anaweza kuzalisha wastani wa hizo tani 5 hadi tani 6, na ukiangalia historically kweli ana consistency, kwa nini hizo taarifa zisitumike kumpa mkopo kulingana anachokizalisha? Ndiyo, economics is about numbers. Numbers danganyi, na ndio maana ukitafuta average utapata kila anachokipata ndio. Lakini history is consistency. Unaona, mkulima kuanzia msimu wa kwanza mpaka wa 5 yupo vizuri, hata kama hali ya hewa ikibadilika, lakini unamkuta bado hata kiteleza, ila bado yupo vizuri huyo mkulima. Hii taasisi zinazokopesha au mabenki ya wanatakiwa waangalie na vitu kama hivyo, waweze kumpa mkulima kama huyo mkopo. Kutokana na changamoto za ukosefu wa hatimiliki za hizo mali za mkulima, hii model niloitengeneza, Sangu Agrifinance Adaptive Model, nimekuja na mapendekezo kadhaa kwa ajili ya kuweza kutatua hii changamoto ya mkulima kushindwa kupata mkopo kutokana na kukosa hatimiliki za mali alizonazo. Moja ya suluhisho ambalo nimekuja nalo, uzalishaji wenyewe utumike kama dhamana. Uzalishaji wenyewe utumike kama dhamana katika mchakato mzima wa kumpa mkopo mkulima. Kitu kingine ambacho nimeweza kuletea kwenye hii model ni kwamba hifadhi ya mazao, warehouse receipt system, itumike pia kumpa mkopo mkulima. Waangalie kama mkulima alizalisha msimu uliopita, ameshindwa labda kuuza kutokana na labda bei mbovu za huo msimu, ameamua kutunza ili auze mwaka mwingine. Hafu huyo mkulima ukiangalia hana pesa za kuanzisha tena kilimo kwenye mwaka mwingine. Hii model nimeitengeneza ikishauri receipt ya mazao aliyoyahifadhi kwenye magala au kwenye hilo gala lake itumike pia kama dhamana, apewe mkopo akaendeleze kilimo, kulikoni kumwacha mkulima
ashindwe kulima msimu unaokuja au auze mazao kwa bei ndogo apate hasara. Ni bora risiti ikatumika kumpa mkopo akaendelea kuzalisha wakati anasubiri bei nzuri, auze mazao yake zeni alipe mkopo. Na kitu cha tatu kwenye hiki kipengele cha pili ni historia ya uzalishaji itumike kumpa mkopo mkulima. Historia ya uzalishaji itumike kumpa mkopo mkulima. Kama mkulima msimu wa kwanza alipata tani 5, msimu wa pili tani 5, msimu wa tatu tani 6, msimu wa 4 tani 5, afu msimu wa 5 kapata tani 7. Kiji calculate average unakuja unamkuta yupo sehemu nzuri. Kwa hiyo unaweza mkafanya namna mkawa mnatafuta wastani wa uzalishaji wa huyo mkulima, mnaangalia kwa huu wastani wake anastahili mkopo wa shilingi ngapi, basi mnampa. Maana ukiangalia history consistency, kama ameweza kupersist hiyo misimu 5 bila kushuka wala kuanguka kabisa, basi ni wazi hata msimu unaokuja atafanya vizuri. Kipengele cha tatu cha hii model SAFA, Sangu Agri-Finance Adaptive Model, marejesho ya mkopo yaendane na hali ya uzalishaji ya muda huo. Marejesho ya mkopo wa kilimo yaendane na hali ya uzalishaji ya muda huo. Flexible repayment. Kwa nini model imesuggest hicho kitu? Ni kwa sababu sekta ya kilimo ni sekta ambayo inakumbwa na majanga mengi asili. Hizo unaweza kukuta ni ukame, ukakuta mvua chache, mambo mengi, au magonjwa ya mimea au wadudu wakashambulia mimea. Sasa nimependekeza mikopo ya wakulima iwe inaendana na kipato cha msimu husika cha wakulima. Kama msimu umekuwa na kipato kidogo kwa wakulima, basi marejesho ya mkopo yapunguzwe kuendana na hali ya wakulima. Kama uzalishaji kwa msimu husika umepanda, basi wanaweza wakaadjust kidogo ili pia kufanya wakulima wamalize haraka mikopo yao. Ila model hii imesuggest, model ina recommend repayment, marejesho ya mkopo yasiwe fixed. Marejesho yanatakiwa yawe flexible kuendana na uzalishaji wa msimu husika. Kipengele cha 4 cha hii model ni kwamba bima ya kilimo iwe ni sehemu ya mkopo automatically. Bima ya kilimo iwe ni sehemu ya mkopo automatically. Agricultural risk share. Kila mkopo unaotolewa kwa wakulima unatakiwa uwe na insurance component ndani yake. Kwa sababu gani nimesema kitu kama hicho? Kilimo ni sekta ambayo ina majanga mengi yanatokea, aidha wadudu, ukame, mvua imekuwa nyingi, mazao yameoza. Kwa kilimo kinakumbwa na majanga mengi sana. Hivyo basi bima ya kilimo inatakiwa iwe ni sehemu ya mkopo automatically. Yaani iwe mkopo unavotolewa, bima ya kilimo iwe ndani ya mkopo, iwe ni lazima kwa ajili ya kuweza kukava pale msimu ambapo umetokea msimu mbaya, wakulima wamepata mazao kidogo, wakulima wamekumbwa na majanga mbalimbali, huo mkopo uweze kukava marejesho ya huo mkopo wao. Kipengele cha 5 na cha mwisho ni mkopo uendane na bei ya soko. Mkopo uendane na bei ya soko, market linked pricing. Ndio mkopo unatolewa kwa wakulima, lakini hawaangalii soko, bei ya vile anavyovizalisha mkulima vinauzwa kwa bei gani. Mkopo, marejesho ya mkopo ambao mkulima anatakiwa kurudisha yaendane na bei zilizopo sokoni za mazao kwa muda huo, ili mkulima aweze kuafford kurudisha ule mkopo. Kinyume na hapo, mkulima unakuta anaishia kuuza kwa bei ndogo afu anarudisha marejesho makubwa, yeye mwenyewe anaendelea kubaki maskini. Unakuta bei wakati wa mavuno, bei inakuwa inashuka. Wakati wa mavuno bei za mazao huwa zinashuka, unakuta kilo inauzwa shilingi 400. Kipindi ambacho sio cha mavuno ndo bei inapanda, kilo inafika hadi shilingi 700, 800. Kumbuka mkulima, kile kipindi cha mavuno
na kipindi ambacho sio cha mavuno, vipindi vyote anatakiwa kurudisha marejesho ya mkopo kulingana na alivyopangiwa na watoa mikopo. Sasa imeangukia yupo kwenye kipindi cha mavuno, bei za mazao zipo chini, anatakiwa kurudisha marejesho. Marejesho nategemea auze alichokivuna ndipo apate cha kurejesha. Sasa kipindi cha mavuno bei ipo chini, anafanyeje? Anauza kwa bei chini, anarudisha marejesho, faida anabaki na shilingi ngapi? Hamna kitu. Unaona? Kwa hiyo nimetengeneza hii modo, nikapendekeza kwamba repayment ratio ibadilike kulingana na price index. Repayment ratio ibadilike iendane na price index, yaani marejesho yanatakiwa yalingane na bei halisi za soko kwa muda huo.